Hivi kwa nini ma-influencer wa mikoani hamjitambui? Japokuwa sio wote. Kwa nini ma-influencers ambao mpo nje ya Dar es Salaam mmelala? Yaani sisi watu ambao tupo huko Dar es Salaam tukikaa huko tunasema pale Rukwa pale kuna influencer hatari sana pale, au Morogoro pale kuna influencer ambaye anajitahidi sana, kuanzia numbers za social media, engagement, activities zake, activation zake, unasema yule anajua sana. Yaani hadi wafanyabiashara na makampuni ya Dar es Salaam yaseme kwamba nikitaka kwenda kuuza product zangu Morogoro lazima nimtafute yule influencer wa Morogoro. Ila hakuna. Mimi ndo maana namkubali yule jamaa anajiita Mr. Paul Brand. Anajiita mimi ndo influencer wa kanda ya Ziwa. Safi kabisa. Wafanya biashara, wachimba madini, wanafanya naye kazi, wanamtafuta, anapata riziki. Na mfano ikatokea kwamba mfanyabiashara kutoka kwa Dar es Salaam au kampuni akataka akapromote au akauze product zake mfano labda Zanzibar, si ndio? Akatamani kutumia baadhi ya influencers kwenda kuuza au kupush hizo product zake Zanzibar. Akachukua baadhi ya influencers kutoka Dar es Salaam. Alafu kule Zanzibar anapoenda hajachukua hata influencer mmoja. Ujue ma-influencers wa Zanzibar wametokana matusi makubwa sana. Kwa nini msichukuliwe nyinyi? Wakati Zanzibar kuna ma-influencers wakali sana kama wakina Ali Jape, wakina Yas Jamal, wakina Dark Side, wazuri sana. Nikaja kugundua shida ipo kwenye brand positioning. Na mfano juzi hapa ilitokea scenario moja hivi. Mimi nina agency inaitwa Luma Marketing Agency, na moja kazi yake kubwa ni kufanya influencer marketing management. Makampuni na wafanyabiashara wanaojitambua vizuri hawafanyi kazi na influencer direct kwa sababu ya kuepusha baadhi ya vitu. As you know, wasanii wengi ni wasumbufu, muda wa kuposti vitu vingi wanaepusha nazo. So miezi miwili iliyopita sisi tulitafutwa na kampuni kubwa sana hapa Tanzania kwa ajili ya kufanya hiyo influencer marketing management. Wakasema kwamba Stanley, kupitia kampuni yako ya Luma Marketing Agency tunaomba utusaidie kututafutia influencers ambao wako Singida. Tunataka kuuza product zetu mkoa wa Singida. Kweli sisi tukachukua hiyo kazi, tukafanya research ya mwezi mzima kutafuta influencers Singida. Tulitafuta mwezi mzima, influencers Singida hakuna. Basi tukamwambia mteja kwamba Singida hakuna influencers. Kwa maana hiyo kama kungekuwa na influencers Singida, maana yake wangeondoka na huu gari. Kwa sababu sisi agencies tunatamani kila mkoa kuwe na influencers, macro influencers na micro influencers, kwa ajili ya kutusaidia kikazi, lakini pia wao iwasaidie kufanya kazi na brands kubwa. So kama una ndugu yako, una rafiki yako ambaye unaamini anapenda kuwa influencer, anapenda kuwa content creator, lakini kama anafanya, kama hataki, kama ana uoga, kama leo anafanya kesho hafanyi, hebu mtumie huu uzi. Inaweza kidogo ikamboost, ikamchachua afanye kazi kwa bidii. And by the way, kama unapenda news za marketing na branding kama hizi, please consider to follow me.